Kabla sijaongea chochote, naomba umsikilize kwanza ndugu huyu, kisha nitakuja na mimi kuongea kidogo juu ya hayo yote atakayoyaongea. Nitakuja nifafanue kwa uchache, kisha nitamaliza. Amen. Miongoni mwa uongo mwingine ambao tunakesha tukihubiriwa katika makanisa ni huu wa kutuambia kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Cha kushangaza sasa, kila siku za ibada tunaona mapadri, maaskofu, wachungaji wanatuongoza sala ya toba. Sasa kwa sababu na sisi waumini akili zetu ni mbovu, huwa hatujiulizi hii sala ya toba inakuja kujaje sasa? Tunatubia nini wakati Yesu kashakufa kwa ajili ya dhambi zetu? Au ni dhambi zipi ambazo tunazitubia na zipi ambazo Yesu kazibeba? Na wakati wanatufundisha mafundisho haya ya kwamba Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zetu, nadhani umemsikiliza vizuri kabisa na umejua anachokitaka ni nini. Mtu kama huyu sio wa kwanza kumshambulia. Nimechukua klipu hii TikTok, nimeona wengi wanamshambulia ila hawataki kumfafanulia. Mi watu kama hawa nawapenda kwa sababu ni mtu anayetaka kujua, hata kama naongea lugha ni ngumu kidogo, ni kali, lakini sio wa kumchukia, ni wa kumfafanulia na kumjulisha wapi amekwama. Nitafafanua, nitamjulisha kwa uchache. Huenda anaweza kaanzia hapo kuelewa zaidi hiki alichokuwa akikiongea. Amesema kwamba Ukristo na Biblia ni movie isiyoeleweka, akiwa na maana ya kwamba Wakristo wanasema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini kinachomshangaza ni kwamba kila siku za ibada maaskofu, mapadri, wachungaji wanaendelea kuwaita watu waje watubu dhambi zao. Watubu dhambi zipi wakati Yesu alitukomboa? Alikuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa tunatubu dhambi zipi tena? Na akisoma maandiko kadha wa kadha kwenye Biblia haelewi. Kwa hiyo mimi nimekusikizisha tu kipande kadogo, lakini ameongea mengi sana. Sasa nataka nimsaidie kwenye eneo hili, huenda unaweza ukawa ndo mwanzo wa yeye kuelewa zaidi na kujua kwamba kumbe Biblia na Ukristo nilikuwa nadhani kwamba ni movie isiyoeleweka, kumbe inaeleweka, ila tu sikujua wapi pa kuanzia ili niende kuielewa zaidi kiundani. Sasa mimi nikwambie tu kwamba tunaposema kwamba Yesu alikuja kutukomboa, hatumaanishi kwamba Yesu alivyokuja kufa tu msalabani kila kitu kimeisha, sisi tukae kimya. Kwanza elewa kwamba Yesu sio lile jina wala sio yule mtu aliyekuja kafa kaondoka. Yesu ni lifestyle aliyokuja kuishi, ule mfumo ule aliyokuja kuishi. Yesu ndio tunaoita Yesu, ndio ukombozi wetu. Ule mfumo alioishi Yesu ndio ukombozi wetu. Kwa hiyo Yesu hakuja kutukomboa ili si tukalale usingizi, tumwachie kila kitu akamilishe. Hapana, alikuja kutuonyesha njia ya kumuona Mungu, ya kumfikia Mungu. Ndio maana katika Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa kwanza, maelezo ukiendelea kusoma mpaka huku chini, utaona anasema kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba bila kupitia kwangu. Kupitia kwangu wapi? Mtu haji kwa Baba bila kuishi mfumo nilioishi mimi. Kwa alikuwa anafafanua kwamba yani maisha nilioishi ndiyo njia ya kila mtu atakayeamini, atakayekubali. Tunapozungumzia kuamini ni kukubali kuishi maisha aliyoishi Yesu.
mfumo alioishi Yesu. Atakayekubali, huyo ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo mimi nikwambie tu kijana kwamba, na niwaambie na watu wote kwamba Yesu alikuja kuonesha lifestyle, mfumo. Kinachomuokoa mtu sio yule Yesu ambaye wewe unaenda kulala amekufia msalabani, kwa wewe ukae uendelee kuzini tu, uendelee kuiba, uendelee kula rushwa, uendelee kuua. Wewe unajua kabisa kwamba yani baada ya hapa mimi nitafanya nini? Nitaokoka kwa maana Yesu amemaliza kila kitu pale Calvary. Unajidanganya. Ndio maana ukisoma kuna maandiko anasema, Yesu mwenyewe anasema kwamba tangu Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka, wanajiingiza kwa nguvu. Kwa hiyo ukisoma pia katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:16 anasema kwamba katika hili tumefahamu pendo, kwamba yeye alikufa kwa ajili yetu, aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili yao ndugu. Kwa hiyo yeye alikuja kuonesha njia, hakuja kutukomboa, kututoa kwenye mateso. Alikuja kuonesha njia itakayotutoa kwenye mateso. Alikuja kuonesha lifestyle na namna ya kuishi ambayo itatutoa kwenye mateso yote ambayo yametukalia karne na karne, millennium na millennium, miaka yote. Alikuja kuonesha hiyo lifestyle, ndio ambayo huyu kijana mimi nataka nimshauri tu kwamba aangalie, anzie hapo, ajue kwamba Yesu hakuja kutukomboa si tukiwa tumekaa tumerelax tunasubiri tu aje tuchukue. Hamna, alikuja kutuonesha wajibu na njia, tupite wapi ili tukamuone Baba, ni wapi tutakapopita. Ndio maana ukiangalia maeneo mengi sana ameongea, amesema kwamba atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Anawatahadharisha wanafunzi wake, anasema nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, wengine watawaua, watawafisha, msiogope vitisho vyao. Anasema kwamba msiogope vitisho vyao, ila atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa anasema kwamba endeleeni kutangaza mfumo huu wa maisha, endeleeni kuishi maisha niliyoishi mimi, hata kama yatawaingiza kwenye hatari, hata kama yatawaingiza kwenye mauti. Lakini jambo lingine kabla sijafafanua hapo, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba mwanadamu alikuwa anakiogopa kifo sana. Alikuwa anajua mtu akifa ndo kwa heri. Sasa Yesu alikuja kuonesha kwamba kuna maisha baada ya maisha haya, na ukitaka kujua hilo utaona kati ya Mafarisayo na Masadukayo kuna wengine walikuwa naamini ufufuo wa wafu, wengine walikuwa waamini. Na ndio maana Yesu alivyosema kwamba nitauawa siku ya tatu nitafufuka, wengine walikuwa waamini kwamba haiwezekani, hakuna ufufuo wa wafu. Mpaka sasa hivi kuna watu wanaamini hivyo kwamba hakuna ufufuo wa wafu. Sasa Yesu alikuja kuwadhihirishia watu kwamba tambueni kwamba wanadamu kuna maisha baada ya maisha haya. Kwa msiogope kutenda mema, msiogope mnapokuwa mkiwa mnatenda mema, mnakutana na hatari kadha wa kadha, mnakutana na vitisho kadha wa kadha na maumivu na kuteswa kwa kila namna, mtakutana nazo hizo, lakini msiogope. Ndio maana Yesu alisema muwe waaminifu hata kufa. Maanake alijua ukifa bado utaishi, kuna maisha baada ya maisha haya. Usizani wewe ukifa ndo unakuwa mwisho wako, hamna, kuna maisha baada ya maisha haya. Sasa Yesu akaja kuonesha, akaja kuwa mfano, akaja kuonesha ule mfumo, na awe mfano yeye wa kwanza, kwa sababu alijua hivi mwanadamu anakwamia wapi, mwanadamu kipi ambacho kinamfanya kwame. Basi ngoja nianzishe mimi huo mfumo, nimalize mpaka mwisho, yote niliyoandikiwa katika Agano la Kale niyatimize, ili mwanadamu aone wepesi. Ndio maana Yesu alikuja, akateswa, akafa, akafufuka. Ule ufufuo ndio matumaini kwa wote wanaoitwa Wakristo, kwamba kumbe mimi nitaendelea kutenda mema hata katika dhiki, hata katika maumivu. Najua kabisa kwamba hata nikifa natenda mema, nikifa katika mfumo huu,
kuna maisha baada ya maisha haya, kumbe nitafufuliwa siku ya wafu.